Tembea karibu. Manake tungemaliza vizuri. Sasa mchungaji naye anamkorofisha. Baadaye mchungaji akuja anamtuma nafasi mbili. Kaka mimi wananiita Salim. Wewe anakuitaje? Mimi ni Mkristo. Ndio, Mkristo ana jina yake. Hakuna Mkristo sijakuuliza nimekuuliza unaitwaje? Mimi wananiita Salim jina yangu. Dini yangu Muislamu. Wewe wanakuita nani? Mimi dini yangu ni Mkristo. Nimekuja kuuliza swali. Una jina? So una jina? Naitwa Patrick. Unaitwa Patrick. Ni vizuri watu wajuane. Unajua sasa kujuana sio makosa. Haya Patrick. Haya Patrick, umesema wewe ni Mkristo, so sitakuuliza swali yako gani Patrick? Swali yangu kwanza kuna jambo nilikuwa nataka kusema kabla sijauliza swali. Jambo la kwanza, sisi ambao tunasoma Biblia, kwa ule ndugu yangu wa kwanza alikuwa ni wewe. We believe the son of inheritance alikuwa ni Isaac kulingana na Biblia vile sisi. Swali yako ni gani? Mimi nataka swali yako. Usidandie swali ya mtu mwingine. Swali yako iliyokuleta hapa gani? Swali yangu ni kwamba mlikuwa mnasema ya kwamba ati Mungu ni mmoja. Lakini ukisoma Biblia, munisomee kitabu cha sema niko hapa kwa sababu yako. Biblia. Genesis. Wewe unasema Mungu 1:1. Moja. Yeah. Msomee moja. Wewe unasema Mungu angapi? Sisi tunasema Mungu ni mmoja, manabii wote wamekubali Mungu ni mmoja. Hivi wewe Patrick unasema Mungu ni wangapi? Ni 6, ni 7, ni 10, ni 3? Soma. Haya utatuonyesha, hakuna shida. Tuonyeshe mahali Mungu ni watatu. Haya tusomee huko. Ndio hii. Nisome hapa moja mpaka wapi? Soma mstari 1 chapter 1 verses 1. Verse 1. Niseme tu Mungu watatu. Hapo inasema Genesis 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Yes. Niendelee. Na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Tulia hapo. Wewe ngoja kwanza, ngojeni kwanza. Wewe si umepigwa na mchungaji ukatoka. Wacha kutumalizane na huyu. Sasa usintalap. Wacha uongee na hawa, unaongea na mimi. Tulia, uongee vizuri tuelewane, Tulia hapo. Soma kitabu cha Yohana Mtakatifu 1:1. Hii umesoma kwanza. Ni ya maana gani? Kuna kitu naleta hapo kujibu swali. Yohana moja. Yeah. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno lilikuwa kwa Mungu. Naye neno lilikuwa Mungu. Wewe soma tu. Nimekosea? Wewe soma tu. Haya sawa. Yohana 1:1. Labda mimi nilisoma vibaya. Wala tuanze. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Yes. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Yes. Naye neno alikuwa Mungu. Sasa tulia hapo sasa. Kuna kitu nataka nilete hapo. Tuelewane. The Spirit of God was hovering over the waters. Roho wa Mungu ulikuwa umetulia juu ya uso wa Mungu. Kwanza hapo ni kuelewa ni kwamba God is spirit, because the Spirit of God was hovering over the waters. Haya. Hapa Biblia inasema ya kwamba the word, sisi ambao tunasoma Biblia, we believe the word is Jesus. That's our faith. Aya. If the Spirit of God was hovering over the waters, then God is in Trinity. How? Wakati wa uumbaji, Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa sura wetu. Who was with God? That means there was a person that was with God at that particular time. Ngoja kwanza, hiyo ni imagination yako. Wapi andiko Mungu ni watatu? Kwa sababu mimi niko na maandiko kwa Biblia Mungu ni mmoja, sawa Na wewe tuwe fair. Mimi niko na hizo maandiko kwa Biblia ambayo inasema Mungu ni mmoja. Sasa ili wewe tuipinge hiyo Biblia, ututolee andiko inasema Mungu ni watatu. Sitaki mambo ya interpretation zako. Kwa mfano, tulia, twende polepole. 6:4 kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tulia. Nakupa nafasi. Nataka kwa sababu unaenda mbali na mimi nataka uende direct. Kwa mfano mimi sikiza 6:4. Alafu nataka tupinge hii Biblia. 6:4 sikiza. Ngoja kwanza nimalize. Nakupa. Hakuna shida. 6:4 sikiza. Inasema hivi. Musa anasema hivi. Sikiza wewe Israeli. Bwana Mungu wetu. Bwana ndiye mmoja. Asante. Hii ni angalia, hii ni direct.
Musa anasema ili mimi na Musa tuwe waongo kwa Biblia, kwa sababu Musa anasema Mungu ni mmoja, mimi nimesema Mungu ni mmoja, tutolee kwa Biblia Mungu ni watatu. Wacha imagination zako. Sawa. John the Gospel 14 ngapi? 6 14:6 to 8. Haya. Haya. John the Gospel. Haya. John Yohana 14:6. Haya. Niko hapo mzee wangu. Haya 6. Tuende na wewe. Unaona, angalia hapa. Yesu akamwambia, ngoja kidogo. Tuanze 6 6 inasema hivi. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haendi kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yes, endelea mpaka 8. Kama kanane. Kama mngalifahamu, mngalijua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemuona. Filipo akamwambia, Bwana, tuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo na pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Komea hapo. Aliyeniona mimi amemuona Baba. Komea hapo kwanza. There's a content there. Yesu akajibu akasema ya kwamba tangu nimekuwa pamoja na nyinyi mpaka sasa amudanijua mimi ni nani. Then there is God the Son, who's Jesus. Then there's God the Holy Spirit. Wewe ni mchungaji ama nani? No, see, the word is here. See, I don't have any problem. Nimekutolea direct verse ambayo inasema Mungu ni mmoja. Sasa mimi nimeomba tu andiko nyingine contrary to that ambayo inasema Mungu ni watatu, kwa sababu hii imani ya kusema Mungu watatu ni ya uongo, kwa sababu Musa anasema Mungu ni mmoja. Yesu katika 12:28 Yesu kwa kinywa chake anasema Mungu wangapi? Tulia tusikie, goja. Nataka tuende ili watu waelewe. Yesu ni muongo ni mkweli? Yesu ni mkweli muongo? Tulia kwanza hapo. There's a message here. Yesu amejibu akisema ya kwamba nimekuwa pamoja na ninyi tangu mwanzo mpaka sasa hamudanijua. Hebu tafakari. Amesema mimi ni Mungu amesema Mungu ni watatu? Kuna mahali Yesu amesema Mungu ni watatu? Let's go the Son. Amesema aliyoniona. Ngoja Hassan, huyu kaka asitukanganye. Wewe umekuja ukatuambia kuna Mungu watatu, na Wakristo wote wamenyamaza ili waone hiyo andiko. Mimi nikatoa 6:4 Mungu ni mmoja, Musa anatangaza. Nikasema wacha tuulize Yesu kwa kinywa chake. Wewe Yesu unasema Mungu ni wangapi? 12 Marko 28. Yesu Mungu ni wangapi? Alafu wewe tutolee andiko Mungu ni watatu. Sikiza Yesu anasemaje? Sikiza Yesu anasema. Marko 12:28 inasema. Na mmoja wapo waandishi akasikia na mmoja wapo waandishi akafika akawasikia wakisemezana, naye akatambua ya kuwa amewajibu vyema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Sasa Yesu, tulia mchungaji, nataka tuende polepole. Yesu kwa kinywa chake alipoulizwa Mungu wangapi, Yesu alijibu Mungu mmoja. Wewe ulipokuja umetuambia hapana, Mungu watatu. Maanake wewe ni antichrist, unampinga Yesu. Sasa tutolee hiyo andiko ambayo kuna Mungu watatu. Nakupa nafasi. Sikia, umenipa nafasi. Wapi Mungu watatu? Lakini sio story ya kando kando. Unaona mimi naenda direct. Sio story. Give me time. Tulikuwa tumesoma pale ikasema ya kwamba the Spirit of God ilikuwa inatulia kwa maji, juu ya uso wa maji. Na hapa mwanafunzi ameuliza Yesu akisema ya kwamba nionyeshe Bwana, nionyeshe Mungu. Na hapa Yesu mwenyewe amejibu, amesema ya kwamba yeye amekuwa na hao watu wakati ule wote hawajamjua. So which means sasa kwangu mimi kama wewe, Mungu, kuna Mungu Baba, we have God the Son and the Holy Spirit. Asante, umejibu. Umesema kama wewe.
Maana yake ni maoni yako, sio Biblia. Through my faith. No. Through your faith. Yes. Tena umerudia umesema through your faith. So imani yako ni yako kivyako. Sisi hapa ni maandiko. Hiyo ndio tofauti. Sasa wewe ni imani yako. Hata kuna mwingine hapa anaamini labda ng'ombe ni Mungu, hiyo ni imani yake. Hapa tunadili na maandiko. So pole sana kwa imani yako. Tunai-respect lakini ni ya upotovu kwa sababu haina maandiko. Mimi nimekupa chance tutolee maandiko, wewe ukasema ni imani yako. So hiyo ni yako kivyako. Si tunadhani utatoa maandiko. So Mungu anabaki mmoja kwa sababu Zakaria anasemaje? 14:9 Zakaria. Hiyo amesema ni imani yake. Si mimi nimempa nafasi. Na akasema ni imani yake. Zakaria 14:9. Mpatie hata mwavuli na hakuna mvua saa hii. So usijifunike. 14:9 nimalizie na hiyo. Mungu ni mmoja. Tunahitaji maandiko. Ni saa ngapi? Angalia ni saa ngapi? 14:9 inasema hivi. Naam. Naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi zote. Sikiza, Zakaria anasema Mungu atakuwa ni mfalme juu ya nchi zote. Siku hiyo Bwana ambaye ni Mungu atakuwa mmoja. Zakaria naye anasema Mungu atakuwa ni mmoja. Sasa na jina lake moja. Na jina la Mungu litakuwa moja. Sasa wewe unadanganya watu Mungu watatu. Ulitoa wapi? Akasema hapana, ni imani yangu, sio maandiko. Sasa imani ya mtu sitakuwa ile ya Shakahola? Na Shakahola sitakufia kule. Sasa hatutaki hiyo Shakahola, tunataka imani ya Biblia. Kama uko nayo utakuja, hakuna shida. Kama uko sasa mwache. Ukiona mtu anaongea nje, huyo alikuwa hapa na akaondoka na akasema ni imani yake. Haya, nani mwingine na swali yake? Na Jatelo namuona. Mwacheni, kama kuna mtu ana swali atakuja Mwache, najua. Kama kuna mtu atupe hiyo kitabu. Wakristo wengi wako hapa wanataka kuona hiyo kitabu inasema Mungu watatu. Wako hapa. Hata mimi naigojea. Hawana kabisa. Hata huyu Mkristo na ni mchungaji ameanzisha kanisa ndogo anasema hamna kabisa. Angalia, nani mchungaji huyu? Akaona kanisa yake ndogo. Sasa wewe ni nani mbele ya mchungaji? Sasa wewe usipinge mchungaji amesema hakuna kwa Biblia hakuna utatu. Ala, wachungaji wamekataa, sasa wewe umebaki peke yako. Sasa mchungaji huyu. Sasa wewe tulia sasa. Usije ukadharau watu. Haya, swali unauliza swali, ila niko na zawadi hapa. Kuna watu hapa hawakupata Qur'ani na sitaki leo tuende mbio. Niko na ndogo nataka watu wapate, lakini leo nimekuja na za kizungu tulieni hapo umesimama, shika, tulia. Na wapatia tu ndio tufanye sitaki tuweke kama ile wakati mwingine. Hebu wapatie hapo. Ukikosa mimi niko nazo nitakuwa nikileta. So msiwe na wasiwasi. Tulieni tu. Sina zawadi kubwa. Sina zawadi. Basi ni hivyo. Nitaleta, msiwe na wasiwasi. Na msiwe na wasiwasi. Kesho pia tutaleta inshallah, na hata Sunday nitaleta inshallah. Alhamdulillah, mashallah. Hizi Qur'ani wakati tunawapatia muende muisome. Someni. Tunawapatia ili muende musome. Na tunahitaji pia wale Waislamu wana uwezo. Na usione kama ni ya mchezo. Hii Qur'ani inatoka shilingi 1000 ya Kiswahili kwanza. Hii ya Kiswahili 1000. Na ukienda pale unaambiwa 1500. Ukinunua nyingi ndio 1000. So ukipata nenda usome. Hiyo ni pesa ya gharama ya uchapishi. Lakini sisi tunawapatia bure kwa sababu tunataka msome. Sawa So ukipata hii Qur'ani nenda usome. Na wale Waislamu wana uwezo, inshallah tunahitaji kuongezwa Qur'ani za Kiswahili hususan, ndio watu wengi wanahitaji hizo za Kiswahili ambao moja inatoka 1000. So na kuna dada yetu mashallah, yeye zake kuanzia kesho nitazileta, ambaye yeye ametupatia Qur'ani 100 mashallah. So Qur'ani zapatikana, na tukipata angalau tupate Qur'ani 1000 itakuwa ni khairi sana, kwa sababu nimeona Wakristo siku hizi wanataka kusoma. Maana huyo wakati alisema Mungu watatu tunamuuliza andiko wapi? Wakristo wamenyamaza, wanataka kuiona hiyo andiko inatokanga wapi. Mambo mengine, mahubiri mengine ni ya kichwa, sio ya maandiko. So chungeni sana maandiko ya mambo ya kichwa. Kaka wanakuita nani? Dakika ngapi? Kona 32? 632 basi utakuja kesho. Atakuja kesho. Kifika 32 tunaswali na 42 hapo hivyo. So
so utachelewa kuswali. So njoo kesho mapema, na wewe unakuja siku hizi ukiwa umechelewa mchungaji, na umefanya vizuri. Kuna kaka kule alikuwa anasema utatu, lakini umemjibu kama mchungaji. Sasa mchungaji akijibu, mimi nasikia niko on safe side, kwa sababu ningemjibu angesema mimi napinga. Lakini asante sana mchungaji kwa kumjibu ule Mkristo. So kesho mapema nilikuwa nasema hivi, tutakutana tu hapa kwa sababu kiwanja yetu tunaona mama tena amerudi. Hakuna shida. Sisi tutakuwa hapa kesho kuanzia saa 10 tuko hapa, na nitakuja na zawadi ya Qur'an. Na muende msome inshallah. Salamu alaykum, na muiweke vizuri.